Tumethibitisha haya, tutayashuhudia bila kuogopa, tutayanena bila kuogopa, tutapeleka bila kuogopa. Haleluya! Kuna mambo 7 ya ushahidi wa Mkristo aliyeuona wokovu wa Bwana. Amina. Kama umeuona wokovu wa Bwana, kuna nguvu. Jambo la kwanza, kuna nguvu ya kushuhudia ndani yako. Kama umeona kabisa wokovu wa Bwana, utakuwa na nguvu ya kushuhudia. Utaona kama kesho inakucha, utakuwa na nguvu ya kushuhudia. Na kama hujaona nguvu hiyo, jamani, iko haja ya kurudi miguuni pa Bwana, kutaka nguvu hii ya kushuhudia. Tuwapelekee watu neno la Bwana, tuwapelekee watu Injili, wapate kuokolewa. Hebu pata nguvu hiyo ya kushuhudia. Haleluya! Roho anadai, anawatafuta watu wenye moyo na mzigo, wenye kushuhudia. Amina jamani, amina. Namwona rafiki yangu na lianjira yangu ambaye William Mwanchoka, huyo ndio namuona katika jimbo hilo la Mbeya. Hatimaye anaingia mpaka na majimbo mbalimbali, anamshuhudia Yesu. Kuna nguvu ya kushuhudia ndani yake. Anasukuma na umri wake 70 na kitu, anasukuma litololi. Na Mungu alipoona moyo wake yuko vizuri, amempa liguta la kubeba masipika ili apeleke Injili. Huyo ana mzigo. Kuna nguvu ya kushuhudia. Hebu tutake nguvu hiyo kungali mchana. Haleluya! Katika ndani ya miaka 13 hii ya wa mwisho, Bwana anataka watu walio na nguvu ya kushuhudia. Kama una nguvu, huwezi ukasema neno lolote, maana nguvu ya kushuhudia imevunja kila kitu ndani. Haleluya! Hana mashtaka, maana anaenda anaona kabisa, mimi namshuhudia Yesu katika haki na kweli. Amina jamani, amina. Na huyu mtu shahidi ana nguvu ya umisheni ndani yake, na kwenda katika mahali pote, na kwenda katika mataifa yote. Hii nguvu ya umisheni, hii nguvu ya kwenda ni ya waumini wote, ni ya Wakristo wote. Mbona msemi amen? Unajua, unapoitikia ndipo nakiona kitu kinajengeka moyoni. Tumkatae shetani ambaye amedhoofisha nguvu ndani yetu. Hebu turejeshe nguvu ya Yesu ndani yetu. Wainuke vijana, wainuke wasichana na wavulana, wainuke wa baba na wa mama. Maana nguvu ikiwa ndani hakuna cha mzee, nguvu ikiwa ndani hakuna cha umama, nguvu ikiwa ndani hakuna cha ujane. Mungu atainua tu. Utashangaa miguu ilikuwa imeregea inakazwa kwa sababu ya jina la Bwana. Utafika na mahali ambapo hapafikiki. Yesu anawataka watu hao. Jemedari wetu, mishonari mkuu ni Yesu aliye hai, akaacha enzi na utukufu na uungu wake, akaja duniani akafanya umisheni, na tunaona kazi yake ni njema sana. Wakina Madam Papa nao wameokolewa, wakina Suzana, na jina lako hilo likaandikwa kwenye kitabu cha uzima, likafutwa kwenye kitabu cha mauti. Iko nguvu ya Mungu. Pokea hiyo nguvu ya Bwana, pokea hiyo nguvu ya Bwana. Nguvu ya kushuhudia ikuijirie, nguvu ya umisheni ikuijirie. Haleluya!
maana utamwendea kila mmoja bila kujali ni wa aina gani. Awe tajiri utamwendea, awe maskini utamwendea, asiyefaa utamwendea, awe na waina yeyote utamwendea. Kwa jina la Bwana inawezekana. Kwa jina la Bwana tutafanya, na utakuwa ni ushuhuda na uamsho mkubwa sana, kama tukainuka maelfu ya watu wenye nguvu ya ushuhuda, wenye nguvu ya umisheni. Haleluya! Kuwaendea mataifa, kuwaendea wa kabila aina mbalimbali. Haijaishi ni kabila ya kwenu wala wapi, utafika, utawaendea, maana kuna nguvu ya umisheni, kuna nguvu ya kushuhudia ndani ya mtu. Haleluya! Hatupo hapa kujifurahisha, tupo hapa kwa kazi moja, Yesu apate watu wengi waingie mbinguni. Haleluya, haleluya. Na huyu mtu shahidi anakuwa na nguvu ya kumhubiri Yesu, anakuwa na nguvu ya kumhubiri Yesu. Ninatamani vijana wa Maranatha, inukeni. Hapo nyuma hatukuwa na vyombo, tulikuwa tunaenda tu, tukiingia masokoni naanzisha pambio peke yangu na Yesu. Haleluya, haleluya. Nikiimba naanza kusoma neno la Bwana, na Biblia ilikuwa ikosekani, iko hapa kwa pani, natembea bila wasiwasi. Leo hii watu wanaionea aibu Biblia. Sio nyakati ya kuonea aibu Biblia, ni nyakati ya kujiweka wazi, maana tunao ushuhuda ndani ya maisha yetu. Tumshuhudie Yesu. Haleluya, tumhubiri Yesu. Haleluya, tu mashahidi wa injili hii, tu mashahidi wa neno lake, tu mashahidi ya ukombozi wa Yesu aliye hai, maana tumeokolewa, tumeuona wokovu wa Bwana. Haleluya, haleluya. Ukiuona wokovu wa Bwana hutakuwa na aibu yoyote. Ukiona wokovu wa Bwana hutamwogopa mtu yoyote. Anayestahili kuogopwa, anayeua roho na mwili, huyo ndiye tunamwogopa. Sio wachawi, sio mapepo, sio majini, sio mtu yoyote. Ni Mungu peke yake ndiye wa kuogopwa. Haleluya. Bwana atakupa neno ukiwa na ushuhuda ndani. Bwana atakupa neno ukiwa na ushuhuda, na nguvu ya ushahidi itatembea pamoja na wewe. Unashangaa katika ujana wako umewashuhudia watu 100 wameingia mbinguni, iko thawabu pale juu. Haleluya, haleluya. Haijaishi ni mchungaji, haijaishi mzee wa kanisa ama kiongozi yoyote, wote tunao ushuhuda. Haleluya. Tukimsema Yesu maisha yake, tukinena jinsi alivyoteseka kwa ajili yetu, tuna ushuhuda. Tunasema bila kuogopa. Amina. Watakudhihaki, watakutukana. Mbona wapo waliotutangulia? Yesu mwenyewe alidhihakiwa, mwana wa Mungu na uungu wake alidhihakiwa, alitemewa mate, akavishwa na taji kwa dhihaka. Sembuse wewe unaona aibu sababu ndani hakuna nguvu. Lakini tumwite leo Bwana kwa neno hili. Tutake nguvu, tutake nguvu, na Mungu atasema. Haleluya. Mungu atainua watu wake. Haleluya. Walio na nia na moyo kwake Bwana atainua. Walio na nia na moyo kwake Bwana atashusha nguvu. Bwana atamimina uweza. Bwana atamimina roho. Haleluya,
Haleluya! Hawa waliotutangulia walikuwa tayari kupokea nguvu. Roho akiwaijilia juu yenu, mtapokea nguvu, mtakuwa mashahidi wangu. Haleluya, haleluya! Walipopokea, walipoajiriwa na ile nguvu, waliinuka kwa nguvu. Siku ile ile tunamwona Petro anasema hawa watu hawajachanganyikiwa, wamejaa Roho. Haleluya! Wakaanza kwenda, haleluya, wakaanza kwenda, wanawatafuta watu wa njia hii. Mungu alikuwa na makusudi watawanyike. Ebu kanisa la Bwana, hapa tumekusanyika, tukitawanyika, shuhudia. Tukitoka hapa, shuhudia. Ukitoka lango hili, shuhudia. Maana watu wa Chokaa tupo, watu wa Kibaoni tupo, Wende Mjini tupo, Sinjiri zote tupo, Sinza tupo, Wende huku tupo, kazini tuko. Shuhudia na kwambia, pokea nguvu. Wewe ni shahidi wa Bwana. Kwa kule kumwamini Yesu, umekuwa ni shahidi wa Bwana. Haleluya jamani, haleluya! Na tunaona ukimhubiri Kristo kuhusu maisha yake, wewe ni shahidi. Amen. Ukayahubiri kuhusu maisha yake. Maisha ya Yesu, alitembea hapa duniani katika utakatifu. Amina jamani, amina. Na pia tunaona kifo chake, akashinda dhambi kwa kifo chake. Tunaona kufufuka kwake. Huyu shahidi lazima ayanene mambo haya, na nguvu ya Kristo ya kuokoa pamoja na Roho Mtakatifu aliyeahidiwa, lazima shahidi huyu ayanene haya. Haleluya! Wewe uliyejaa nguvu ya Mungu, wewe uliye na ushuhuda ndani yako, hutakubali mwenzako ameokoka usimwombee Roho Mtakatifu. Unaona, mnaitika wachache. Kuna upungufu mkubwa katika enzi za wazee. Mtu akiokoka katika ujana tuliokuwa nao, mtu akiokoka napata kumdaka haraka sana. Nikimpata huyo, namshuhudia Yesu alivyokuwa na maisha yake, namshuhudia Yesu jinsi alivyoshinda pale msalabani, na dhambi ilivyoshindwa, na msamaha unatokea wapi. Ninamshuhudia Yesu kwa mtu huyo, namjenga maneno ya Bwana, anajengeka, na akijua tena ibada ziko kemu, anakwenda, hakuna ibada ya kukosa. Niko na yeye tu, maana nimempata mtu wa kuingia mbinguni. Sio kwamba natawanya, ninakusanya. Mtu akiokoka tunakusanya, mtu akiingia hapa tunakusanya, hatutawanyi. Haleluya, haleluya! Na huyo nakuwa naye ya kwamba nina nguvu gani, nina nguvu gani, kuna uwezo gani ndani yangu. Ninaanza kumfundisha ujazo wa Roho Mtakatifu, halafu naweka mikono juu yake, atapokea. Haleluya! Kama hajapokea, saa ya ibada itakapotokea, Bwana atashuka. Oh, haleluya! Huo ndio uamsho tunaoutaka, hiyo ndio nguvu tunaitaka. Haleluya! Hicho ndicho tunachokitaka, sio maneno tu ya porojo. Tuingie katika ushuhuda wa kweli wa Yesu maishani mwetu, na Bwana atafanya. Haleluya! Hilo ni la tatu. La nne, kuwaonyesha watu hatia kuhusu dhambi ilivyo mbaya. Mtu ambaye ni shahidi hatakubaliana na mengine ya dunia hii, hatakubaliana